Story: First Love. Mwandishi: Evely Brand. Mhariri: Alison Kibui. Mwaka: 2026. Sehemu ya kwanza. Katika shule ya sekondari Nyehunge iliyopo mkoani Mwanza, yenye mchanganyiko wa wanafunzi wasichana na wavulana kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4, kulikuwa na nidhamu kali sana. Walimu walisisitiza sana suala la kusoma kwa bidii, kuheshimiana na kufuata sheria za shule. Wanafunzi wengi walijitahidi kufuata sheria hizo ili kuepuka adhabu kali ambazo mara nyingi zilikuwa zinatolewa kwa wanafunzi waliokiuka taratibu. Katika kidato cha 3 alikuwepo mwanafunzi mmoja aitwaye George. Mwanafunzi huyo alikuwa mstaarabu na mpole, mwenye nidhamu ya hali ya juu. Tangu alipoanza masomo yake katika shule hiyo, alijulikana kwa bidii yake katika masomo. Mara nyingi alipata alama za juu darasani na mara kadhaa aliwahi kuwa wa kwanza kwenye mitihani ya muhula. Kutokana na tabia yake njema na juhudi zake kwenye masomo, walimu wengi walimpenda sana. Waliamini kuwa alikuwa mfano mzuri kwa wanafunzi wengine. Hivyo basi, ilipelekea walimu kumpenda na kumpa nafasi ya kuwa kiongozi mkuu katika shule hiyo. Wanafunzi wengine walimuita head prefect. George alijitahidi sana kuilinda hadhi ya nafasi yake. Alikuwa makini kuhakikisha wanafunzi wanazingatia sheria zote za shule. Hakupenda kuona fujo, uvivu au tabia zisizofaa. Kitu kimoja alichokichukia sana kilikuwa ni wanafunzi kujihusisha kwenye mapenzi ya shuleni. Kwa George, mapenzi yalionekana kama kitu cha kupoteza muda. Aliona wanafunzi wanaojihusisha na mambo hayo wanaharibu maisha yao ya baadaye. Kwa kuwa hakuwahi kufahamu nini maana ya kupenda au kupendwa, aliona mapenzi ni kitu kisicho na umuhimu kwa mwanafunzi. Marafiki zake wachache waliwahi kumwambia kwamba mapenzi ni sehemu ya maisha ya kawaida ya binadamu, lakini George hakuwahi kuamini hilo. Mara nyingi aliwaambia, mapenzi ya shule ni ujinga tu, mwanafunzi anatakiwa kusoma. Baada ya mwaka mmoja, George akiwa kidato cha 4, alizidi kuwa na mamlaka makubwa shuleni. Walimu walimwamini sana kiasi kwamba wakati mwingine walimpa jukumu la kusimamia baadhi ya kazi za wanafunzi. Siku moja, wanafunzi wa kidato cha 3 walipewa kazi ya kukata nyasi ndefu kuzunguka majengo ya shule. Ilikuwa ni sehemu ya utaratibu wa usafi wa mazingira ya shule. George ndiye aliyekuwa anasimamia shughuli hiyo. Wanafunzi waligawanywa makundi mawili. Wasichana walipewa jukumu la kukata nyasi mbele ya majengo ya shule, wakati wavulana waligawiwa kukata nyasi nyuma ya majengo ya shule. Mwanzoni kila mtu alionekana kuwa na ari ya kufanya kazi, lakini kadri muda ulivyopita, baadhi ya wanafunzi walianza kukata tamaa. Jua lilikuwa kali sana na kazi ilikuwa ngumu kuliko walivyotarajia. Wasichana wengi walitoroka kazi hiyo kwa visingizio mbalimbali. Wengine walisema wanaumwa, wengine walienda kunywa maji na hawakurudi tena. Mwishowe walibaki wasichana wachache ambao walikuwa wanajaribu kukamilisha kazi ile kwa juhudi kubwa. Baadhi yao walikuwa wamechoka sana, lakini bado waliendelea kufanya kazi kwa sababu waliogopa adhabu. Jasho lilikuwa linawatoka usoni, huku wakijitahidi kukata nyasi zilizokuwa zimeota sana. Baada ya muda, George alipita kwenye maeneo hayo kuangalia kama kazi aliyowapa kidato cha 3 imekamilika. Alianza kukagua upande wa wavulana. Kwa upande huo, kazi ilikuwa karibu kumalizika. Kisha akaelekea upande wa wasichana. George alipofika eneo la wasichana, alikuta eneo lile halijamalizika kabisa. Kulikuwa bado na nyasi nyingi sana ambazo hazijakatwa. Wasichana wachache waliokuwa wamebaki walikuwa bado wanahangaika kuzimaliza. George hakusema chochote. Alitazama eneo lile kwa muda mfupi, kisha akaondoka kimya kimya huku akionekana kukasirika. Kesho yake asubuhi, alitoa taarifa kwa mwalimu wa zamu kuhusu kutomalizika kwa kazi ile. Hakueleza kwamba baadhi ya wasichana walifanya kazi huku wengine wakitoroka. Alisema tu, kazi haikumalizika. Mwalimu wa zamu alikasirika sana baada ya kusikia taarifa hiyo. Aliita wasichana wote wa kidato cha 3 kwenye uwanja wa shule. Bila kuuliza maswali mengi, aliwaadhibu wote kwa pamoja. Walitakiwa kufanya usafi mzito wa mazingira kwa muda mrefu. Baadhi ya wanafunzi wale ambao walifanya kazi ile walihisi kuonewa. Walikuwa wamejitahidi lakini bado waliadhibiwa pamoja na waliotoroka. Miongoni mwa wasichana hao alikuwepo mwanasichana mmoja aitwaye Ariana. Ariana alikuwa msichana mrembo sana mwenye tabia ya utulivu, lakini pia mwenye ujasiri wa kusema ukweli. Hakupenda kuona mtu anaonewa au haki inapindishwa. Baada ya wanafunzi hao kuadhibiwa,
Ariana alimwendea George kwa kuwa alichukizwa sana na yale maamuzi yake. Kwa kuwa George alikuwa kiongozi mkuu, wanafunzi wengi walimwogopa kumfuata na kumwambia ukweli. Lakini Ariana hakujali hilo. Alitembea taratibu mpaka alipofika karibu na George. Ariana alimwendea na kumwambia kwa sauti ya upole kwamba siku nyingine ikitokea hali kama hii, jaribu kwanza kuchunguza vizuri. Wapo ambao walifanya kazi ile lakini wameadhibiwa pamoja na waliotoroka. Maneno yake yalikuwa ya upole lakini yalibeba ujumbe mzito. George alimwangalia kwa mshangao. Hakutarajia mtu yoyote angeweza kumwambia jambo kama hilo. Baada ya kusema maneno hayo, Ariana aligeuka kwa maringo ya twiga na kutoweka eneo lile. Baada ya Ariana kutoka eneo lile, George alipigwa na butwaa. Alibaki amesimama akijiuliza moyoni mwake, msichana kama huyo amepata ujasiri wa kuniongea hivyo? Kwa mara ya kwanza, George alihisi mtu amemkosoa moja kwa moja. George alimwendea rafiki yake aitwaye Lamek na kumweleza hali iliyotokea kati yake na yule binti. Lamek alikuwa rafiki yake wa karibu sana tangu walipoanza shule hiyo. Mara nyingi alikuwa mtu wa kumshauri George katika mambo mbalimbali. Baada ya Lamek kusikia hivyo, alicheka kwa dharau kama Mario. Ha ha ha. Kisha akamwambia George, basi muombe msamaha yule binti, kwa kweli hukutenda haki. George alijibu kwa dharau na kusema, hadhi yangu nilionayo hapa shule, siwezi kumuomba binti kama yule msamaha. Lamek alimwangalia kwa muda mfupi kisha akanyamaza. Alijua rafiki yake bado hajafikiria jambo hilo kwa kina. Moyoni mwake, Lamek alijua Ariana alikuwa sahihi, lakini aliamua kukaa kimya na kutomjibu George chochote. Siku zikapita. Ingawa George alionekana kuwa kawaida kwa nje, moyoni mwake alikuwa bado anakumbuka maneno ya Ariana. Kila alipomuona msichana huyo akipita karibu naye, alihisi kama kuna kitu kinamsumbua, lakini alijaribu kupuuza hisia hizo. Siku moja bwana, kidato cha 4 walishtukizwa kufanya jaribio la somo la jiografia. Habari hiyo iliwakuta wanafunzi wengi bila maandalizi. Baadhi yao walionekana kuwa na hofu kwa sababu hawakukuwa wamepanga. George, akiwa mwanafunzi anayependa kusoma, hakutaka kupoteza muda. Haraka alianza kufanya maandalizi ya jaribio hilo. Alitoa daftari lake, akapanga meza yake vizuri na kujiandaa kuanza mtihani. Lakini alipofika mfukoni kutafuta kalamu yake, aligundua kitu cha kushangaza. George alipojikagua mfukoni kwake, aligundua kuwa hana kalamu. Kwa sekunde chache alibaki ameduaa. Haiwezekani, alinong'ona moyoni. Alipekua mifuko yake yote lakini hakupata kalamu hata moja. Inawezekana aliisahau bwenini au aliiacha darasani jana. Muda wa jaribio ulikuwa unaanza. Basi George bila kupepesha macho, aliinuka na kuwaomba wanafunzi wenzake kama walikuwa na kalamu ya ziada wamsaidie. Jamani, kuna mtu ana kalamu ya ziada? Aliuliza, lakini hakuna aliyemjibu. Baadhi ya wanafunzi walikuwa na kalamu moja tu ambayo walihitaji kwa ajili ya mtihani wao. Ukimya wa wanafunzi wenzake uliashiria kuwa hakuna mwanafunzi aliyekuwa na kalamu ya ziada. George alihisi presha ikiongezeka. Hakutaka kukosa kufanya jaribio hilo kwa sababu tu ya kalamu. Kwa haraka aliamua kufanya uamuzi wa ghafla. George alichoropka kama ndege kwenye kiota chake na kuelekea kidato cha 3 kuazima kalamu. Alitembea kwa haraka kwenye korido za shule huku akiwaza kama atapata msaada. Alipofika karibu na darasa la kidato cha 3, alisimama kidogo, akavuta pumzi kisha akaingia. Basi bwana, George aliingia kama mshale darasani na kuuliza kwa sauti, nani ana kalamu ya ziada anisaidie? Wanafunzi wengi walimtazama kwa mshangao. Haikuwa kawaida kwa kiongozi mkuu kuja kuomba kitu darasani. Lakini, cha kushangaza, darasa lote lilikaa kimya na kutulia tuli kama maji mtungini. Hakuna aliyesema kitu. Baadhi ya wanafunzi walikuwa wakitazamana tu. George alihisi aibu kidogo. Baada ya sekunde chache, alikata tamaa na kuamua kuondoka. Lakini, wakati anataka kutoka hivi, mara sauti nyororo isiyokuwa na mikwarazo na iliyobeba hisia ndani yake ilisikika ikisema, njoo uchukue kalamu hii we mkaka. George alistuka baada ya kusikia sauti ile kama ya malaika. Polepole aligeuka kwa shauku kubwa kutaka kujua sauti ile nyororo imetoka wapi na ni ya nani.